wapendwa, binti na wana za mfalme, tunawaalika tena. Mnavyoangalia katika sahani zetu, tumekuwa na chakula ambao tumekuwa tukiitumia. Tunakula nderema ikiwa mbichi. Na katika episode ya kwanza ambayo tulikuwa uliweza kuangalia, my brother Erastus alikuwa ameonyesha manufaa ya kutumia nderema ikiwa hivi. Kama unaweza kuitumia ikiwa hivi, ni ya muhimu sana. Inasaidia kuongeza damu, inaosha mwili, iko na manufaa mingi ambayo hatuwezi kutaja tukaweze kumaliza. Na tumai wengi wanapoangalia tukikula nderema ikiwa mbichi wanashangaa wakisema hawa vijana wamekuwa wanyama. Kwani wao ni mbuzi. Unaposoma kitabu cha Mwanzo katika Genesis chapter 1 and verses 29, Biblia inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Fungu la 30 inasema hivi: na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi. Kwa hivyo unapoangalia katika shamba la Edeni, baada ya Mungu kumuumba Adam na Hawa, kaumba wanyama na vitu vyote alivyoviumba Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 1:28-29, Mungu akawapa chakula na akasema chakula alichompa mwanadamu ndicho chakula mnyama alikuwa ale. Kwa hivyo wale ambao wanashangaa wanasema kwani hawa vijana wamebadilika, wamekuwa ng'ombe na mbuzi, wao ndo wanakula machani. Hii ni ya muhimu sana. Ukila hivi ina manufaa kwa mwili wako. Ilikuwa imejaa hapo, unapoangalia sahani zetu imepungua. Tunaikula pamoja na cactus. Tunakula nderema pamoja na cactus zikiwa mbichi, na wale ambao wamefuatilia tumeweza kuonyesha umuhimu wa kutumia hizi vitu. Mungu awabariki sana. Mnapoendelea kutufuatilia mtasidi kuelimika, ama tutasidi kuelimishana kwa pamoja kuhusu afya ya miili yetu. Hebu ndugu aseme jambo hapa. Amen. Mungu awabariki sana. Miili yetu ni hekalu la Mungu, tunastahili kulitunza sana miili yetu kwa kula vizuri. Pia manufaa ya kutumia hizi mboga zikiwa mbichi zinasaidia sana katika kuboost kinga ya miili yetu. Mungu awabariki sana. Tujaribu kutunza miili yetu kwa kuangalia chenye tunachoweka katika midomo yetu. Mungu awabariki sana. Bye bye.